Amen. Mungu anatutosha katika ulimwengu wa giza na kutubeba katika ulimwengu wa mwangaza. Mungu anahitaji atuone katika mwangaza. Na waabudiwa wa kweli ni wale wanawake wanaomjua Mungu, wanamke wa kiroho, wale wake ambao wanakuwa kabisa kindani na kuwa tayari kuonesha upendo wa Kristo. Amen. Ni lazima tupate kupenda kabisa kwa kweli. Ni lazima tupate kuonesha kabisa upendo wa Mungu wa kweli. Tunakuwa naona sagisi tayari Mungu alishapenda dunia, alishamaliza yote. Hapana. Anasema ya kwamba tupendane. Na sisi wanawake ambao tunakuwa waabudiwa wa Mungu, ambao Mungu anapenda, ni lazima tupate kuonesha hiyo upendo wa Mungu. Mtumishi wa Mungu alisema jana, ni kusema ya kwamba kuwa tayari kuoneshelea hiyo upendo wa Mungu. Ule mwanamke wa Mungu wa kiroho ni ule mwanamke ambaye anapenda mwenzake. Haleluya. Nilikuwa nataka hata nisema yule mwanamke ambaye anapenda mwenzake pembeni, jirani. Maana wakati fulani wanasema kwamba wanamke wanakuwa ni wenye wanakuwa na hawakuwa wenye kupendana kabisa. Ile ilikuwa ni vitu ya zamani, lakini sisi wa sasa hapana. Kuna upendo ndani mwetu. Waabudiwa wa kweli ilikuwa ni wale wanawake, Biblia inasema kwamba ambao walitoka katika hali ya leo ya kisasa na wakaingia kabisa katika hiyo kindani pamoja na Mungu, wakaingia katika hiyo chumba kikubwa. Wale wanawake ambao wanapenda kabisa hiyo hali ya kujificha pamoja na Mungu. Mtumishi wa Mungu alisema wale wanawake ambao wanahitaji hiyo mahali patakatifu, wanajificha katika uwepo wa Mungu, ili upate kabisa kukua pamoja na Roho Mtakatifu, ingie kindani pamoja na Roho Mtakatifu. Ni lazima upate kuwa na hiyo uhusiano na Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo kiwango unakutana maisha yangu, umutu wangu haina tena nafasi, yote na shuka. Kunakuwa sadaka ambayo inakuwa kabisa ya angalia kama vile Abraham ambaye alifanya hiyo miaka yote ambayo alikuwa anangojea mtoto. Angalia kama vile Mama Marlette alingoja miaka 10. Miaka 10. Alingoja miaka 10 ili awe na mtoto, alingojea miaka kama ni 14 ili apate kupata ndoa. Na unafikia mahali hapa Mungu anakuambia nitolee hii ndoa yako. Maana kuna wake wengi, sijui kama biko hapa, lakini nawazia habiku nafasi hapa. Lakini najua wale wanawake ambao walikuwa wanalia ili waume zao wakuje kwa Kristo. Na wakati waume wao walipokuja kwa Kristo, wale ambao walikuwa hawalale usiku na mchana wakiomba, masaa na masaa wakilala hata chini, walikuwa kanisani kila leo. Wakati tu mume wake alifika na tayari akaikala sasa, akakuwa na masababu kila wakati, akakuwa na ile ya kuambia Mungu kila wakati, hakuna jinsi ajitoe tena. Na Mungu akawa anasema angalia, lakini najua kwamba hauko hapa. Ni kusema Ibrahim aliomba na akangojea ahadi ya Mungu, lakini hakusita hata limoja kutolea Mungu sadaka. Hakusita hata saa moja kumtolea Mungu hiyo sadaka. Ni kusema kama vile sisi wanawake tunakuwa na hiyo hali ya kupokea ya kupana na pia kupokea, na hiyo ndio Abraham naye aliweza kufanya. Na hiyo ndio natufaa ili tupate kupanda na tupate kukua wale wake ambao kabisa wanakuwa wanekala kwenye mahali pa juu. Mko mahali hapa? Sasa kuna kwa pointi moja ambayo inakuwa ya samani ambayo nilipendelea kabisa tupate kusimama.
Maana najua kwamba wakati naongelesha wanamke, mnakuwa na ukawaida wa kuona kama vile tu ni kitu ambayo iko rahisi, maana ninakuwa mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu, lakini hapana. Najua kwamba niko mwanamke. Na kama vile mwanamke tunakuwa watu ambao tunatafutiwa sana, pia tena na tunapiganishwa sana. Kama vile mwanamke tunakuwa na vitu mingi sana ya kufuatilia. Alléluia. Tunakuwa kabisa na hiyo vitabu vyetu tayari vimeshajaa. Ça ne paraît pas comme ça, mais une femme qui est vraiment sérieuse a un agenda très chargé. Mwanamke anakuwa kabisa na vitu mingi sana ya kufanya. Amen. Sitaenda kusema hiki na kile, lakini wewe peke yako unajua ni nini ile ambayo inakuwa mengi katika hiyo kaya yako ya vitu ambavyo unapaswa kufanya. Ni kuangalia tu ile ambayo uliweza kuandika tayari, nitafanya tangu hiyo mwezi wa kwanza. Unafika kwenye mwezi wa mwisho wa 12, unajikutana tayari wa kufanya kitu. Na wakati unaangalia ile yote ambao ulitafuta kufanya ama ulifanya, unakutana hakuna kitu ulifanya ya samani katika yote ambao ulikuwa unatarajia kufanya. Na kama vile mwanamke, najua ile ambao tunakuwa kabisa naishi hiyo mateso ile. Na sisi wote, kila mmoja wetu anakuwa na maisha yake. Na kwa wingi tunabeba kabisa vitu mingi. Kukua mzazi, kukua mke, na hiyo kulturi yetu. Lakini Mungu anasema katika neno lake ya kwamba hawezi akakubali tujaribiwe zaidi ya nguvu zetu. Na najua ya kwamba wakati mimi nakuwa kabisa vitu vinakuwa vigumu, ni kukuwa namwambia Mungu, najua ya kwamba nikichaenda kabisa Bwana kukushikilia, najua kwamba naweza nikafikiria kufanya mapenzi yako. Na wakati nahitaji kabisa kuifanya mapenzi ya Mungu, na nikuambia tu Mungu, ndaenda, maana Mungu uliniita, na sitarudia na kuangalia ile ambao siwezi nikafanya. Hapana, usiangalie ndugu yangu ile yote ambayo inaweza kufanya kwamba usifanye mapenzi ya Mungu. Usiangalie ile yote ambayo inakuwa kabisa ikikufunga ili usifanye mapenzi ya Mungu. Mungu alikuita kwa ajili ya kazi fulani. Mungu alikuita ili upate kuwa mtu ambao utakuwa pembeni yake ili upate kutimiza mapenzi yake hapa duniani. Mungu anakuhitaji kama vile mtu ambaye ataweza kutumikisha, kama vile chombo yake ya kutumikisha. Wakati nilikuwa mgonjwa, nilikuwa hata niko naongelesha mtumishi wa Mungu Levi na Mama Arlette. Unajua, unafikia kiwango ambayo kabisa kujitoa. Unajua, wakati hauweza kuishi kitu fulani, inakuwa vigumu sana kuelezea. Unajua, kujitoa ama hiyo sadaka ambayo Mungu anakuomba, anakuhitaji tu upate kuwa katika kiroho ili upate kusikia ile ambayo Mungu anahitaji kwako. Na wakati nilikuwa mgonjwa, kwa kusema ukweli, nilifikia mkiwango fulani, na nawazia kwamba Mungu alipenda tu nifikie kwa hiyo kipindi fulani, au alikuwa ataka nione kwenye kipindi fulani. Na kwa wakati ule, kwa kweli, nikaelewa ile ambayo wanasema kabisa, mahali ambapo mke wa Job alifikia. Mungu alikuwa anapenda Ayubu. Mungu alikuwa anapenda Ayubu. Lakini nini Mungu alifanya? Mungu alikamata akaenda kumuonesha, akaonesha Ayubu Shetani. Na ni Mungu ndiye alikamata Ayubu akaenda kumuonesha Shetani, akasema, unaona huyu mtumishi wangu ambaye naye mpenda. Na Shetani akasema, najua kwamba ni mtumishi wako, unampenda, ni maana anakupenda, maana ulimupatia ile yote ambayo anakuwa nayo. Na Mungu akamwambia, ndio nakubali, gusa kuyote vitu yote ambayo iko nayo. Unakuwa wakati ni upendo ambao unakuwa na kwa Mungu ndio inakuwa chanzo ya shida yako. Lakini dada yangu, kwani hiyo ndio inakuwa chanzo ya mateso yako? Haiko njoo inaweza ikafanya ya kwamba uache kutembea na Mungu. Na Ayubu alipita katika vipindi vigumu, na mke wake alimwambia, akamwambia,
Amen. Si je dois mourir, comme les Daniel avait dit, Ni kama vile Daniel alisema, Esther aussi l'avait dit. ama Esther alisema ya kwamba Amen. kama Mungu yeye peke yake hanitoe mahali hapa, mimi sitaenda kumkufuru Mungu, hapana. Sijui ya kwamba kabisa mahali hapa kuna wale wake, kuna wale waume ambao wanakuwa wakisema ya kwamba hijalishi mateso, hijalishi shida zote zile ambazo zinaweza zikanifikia, wanakuwa tayari kuambia Mungu, hijalishi shida zote, maabudu yangu itakuwa ya kweli, maabudu yangu itakuwa ya kweli, na hakuna shida yote ambayo zikatosha maabudu kuabudu kwangu Bwana. Na Ayubu, ule mtu ambaye Mungu alikuwa anampenda. Na mimi wakati nilikuwa katika shida, ndugu yangu, ilikuwa ni kitu ambacho ilikuwa inanisumbua. Lakini nakuambia kwa kweli, ilikuwa kwa mafikiri kwangu. Unalamuka usubuhi, unafurahia kutazama tena siku. Maana wakati ulikuwa unalala usiku, hakuna hata kitu moja ilikuwa nakwambia kwamba unaweza kalamuka usubuhi. Unalala, kile kitu inakuwa giza. Hawezi hata kusema baada ya siku 2 naweza nikafanya hiki, hapana. Maana yote ambayo ilikuwa inasumbua, hata waganga walikuwa wanasema ni vitu tu, hatujue tunaweza tukasema nini. Ni kama vile wamefika tu mwisho. Na wakati unakuwa unapitia vipindi kama hivi, Mungu anasema, hii sadaka ndo nahitaji. Wakati unakuwa unangojea kitu ambacho haupate, inakuwa ni sadaka. Ni sadaka ya maabudu yako, ndio Mungu anahitaji kusikia. Kinywa chako iendelee kumtukuza Mungu, kinywa chako kiendelee kumbariki Mungu. Kwa kweli, hata kama ilikuwa ni vipindi vigumu ambao nilikuwa amo, Roho Mtakatifu alinisaidia kutohukumu Mungu. Ndugu yangu, Roho Mtakatifu ambaye anakuwa ndani mwako atakusaidia kabisa kukuvusha kipindi kigumu hiki, bila hata kwenda kumkataa Mungu, bila kurudia nyuma, ndugu yangu. Amen. Amen. Na kwa kweli najua haikufika kabisa kwenye kipindi ya Ayubu, lakini naweza kabisa nikashuhudia kwamba Mungu ni mwaminifu. Wakati unampenda Mungu kwa moyo wako wote, wakati unaabudu Mungu kwa ukweli kabisa kutokea ndani ya moyo wako, wakati unamtafuta kweli, wakati unakuwa na kiu ya Mungu, ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, Mungu anakuwa ni mwaminifu. Hayawahi kusema bongo, na haezi akakuacha katika kipindi ambao haueleweki, hapana. Hata katika kipindi ya mwisho, naomba ya kwamba, nenda kuomba ya kwamba watoto na watoto wako wapate kusema juu yako ya kwamba hakika ulibakia na imani hata katika maumivu, ulikimbia na ukaacha ile yote ambayo ulikuwa unaona, na ukaendelea kumwabudu Mungu na haukuachilia hata imani yako. Kama ni wewe, unaweza ukasimama tena na kuendelea kabisa kumtukuza huyu Mungu ambaye anakuwa mwaminifu, ambaye anatembea nyuma ya ahadi zake, ambaye hatawahi kukuachilia, ambaye haezi hata kukuachilia hata siku moja, ambaye anaendelea kufanya ile ambayo alikuahidi ya kwamba atafanya. Ni Mungu ambaye alikuita akakupatia hiyo roho na akakupatia hiyo kabisa hiyo nguvu ya kubeba hiyo uzao kati yako, na akakupatia kabisa ile yote ambayo unakuwa nayo haja, ili upate kufanya ile kazi yake katika maabudu ya ukweli, hata katika machozi yako. Ndio machozi yako, hata nywele yako, mtu wako wote ni lazima upate kumwabudu Mungu. Ni hiyo maabudu ndio Mungu anahitaji kwako. Maana ni shuti ambayo alisema mwanamke abudu. Hakuangalia tu kusema kama uko na vile vitu yote ambavyo unahitaji kukuwa nayo ni abudu. Hapana, alisema tu mwanamke ni abudu. Na ningelitaka tu tuende tena tukapanza sauti zetu, tuende tena tukaambia Mungu tuko mahali hapa.
tunahitaji tumwabudu tena huyu Mungu. Ni kumwabudu Mungu ambaye anakuwa mwaminifu huko mbinguni, huyu ambaye anakuwa mwaminifu na ambaye hatuachilie, yeye ambaye ni Mungu mkubwa, yeye ambaye ni mtakatifu mara tatu, yeye ambaye anakuwa mtakatifu 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 wa milele, Bwana wetu. Yeye peke yake ambaye anastahili hiyo sadaka kabisa yenye kuuma. Yanahitaji ule ambaye anastahili kabisa hata kumtolea sadaka hiyo ambayo kabisa inakuwa ya machungu. Tuala nafasi mkubwa katika mioyo yetu. Bwana, sikiliza tena hiyo maumivu na sauti ya huyo mwanamke ambaye anakuwa akikuabudu, ule ambaye katika maumivu, katika kuonelewa anakuabudu Bwana, kubalikia na hiyo sadaka kabisa ya maumivu. Masikio yako pate tena kusikia sauti ya huyo mwanamke ambaye anakuwa anakuabudu Bwana. Roho Mtakatifu, tusaidie Bwana, tupate kuingia katika kiwango hii Bwana ya ushirika na wewe Bwana wetu, na utusaidie tupate kusema hiyo maneno ambayo Bwana unahitaji kusikiliza tena magharibi ya leo, hiyo maneno ya upendo ambaye wapendao wanafurahia kusikia, hiyo maneno ambayo kabisa watu wa ndani wanahitaji kusikia. Enda tena kumwabudu Mungu katika kiroho, enda kumwabudu Mungu katika kiroho. Yakataraboshaya, kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, kwa mtu wako wote, kwa akili zako zote, kuwa kama vile Abraham. Enda kutolea mwili wako, enda kutolea mtu wako wote, enda kupatia Mungu ile ambayo inakuwa ya thamani kwako, maana Mungu anastahili kukupatia ile ambayo inakuwa ya thamani kwako. Ndugu yangu, Mungu anastahili kupokea hii mabudu yako, kama vile mwanamke ambaye alikuja na hiyo malashi yake. Biblia inasema ya kwamba hata na wale ambao wanakuwa wakisema maneno ya Mungu wanasema ya kwamba hiyo malashi yake ilikuwa kabisa yenye pesa nyingi, ndio alikuwa anauza hiyo malashi. Ndugu yangu, unakuwa tayari ya kupatia Mungu mwaka mmoja ya matunda ya kazi yako? Unakuwa huyo mwabudu ambaye Mungu anakuwa anatafuta, unakuwa huyo mwabudu kwa wakati huu. Bwana, sikiliza tena sauti zetu Bwana, sikia malalamiko yetu Bwana, sikiliza maumivu yetu, malalamiko yetu Bwana, sikiliza tazama machozi yetu, sikiliza tena roho zetu Bwana, sikiliza tena sauti ya wale watawala, tena sauti hawajua hata jinsi gani ya kuomba, na wewe ukasikilize tena maabudu yetu tena magharibi ya leo, kama vile sadaka Bwana inakutosha tena hiyo harufu nzuri mbele zako Bwana wetu, maana wewe ni Mungu wetu. Mwanamke, abudu Mungu, hijalishi na kulomba nini. Abudu hijalishi na kulomba nini, hijalishi ni nini na kulomba. Wa maabudu yangu isiende kwenda mbali na maneno ya kinywa chako, maneno yako, maneno ya roho yako, pate kumwabudu Mungu tu. Maisha yako ndio haiko rahisi. Shetani asimfanye ya kwamba usiendelee na maisha ambayo Mungu anahitaji upate kuishi. Shida zisifanye ya kwamba upate kwenda mbali na Mungu, maana anasema ya kwamba hawezi kukuacha upate kujaribiwa zaidi ya nguvu zako. Na nakwambia ndugu yangu, kama unaendelea kufungua mahali ambapo uko na umefikia mahali ambapo uko ndugu yangu, maana unakuwa na nguvu, maana anaendelea kukutia nguvu ndugu yangu, na maana unaendelea kusimama bila kuacha Mungu, bila kukata tumaini.
Pokea Bwana sifa zetu, pokea maabudu zetu magharibi ya leo, pokea tena sadaka yetu ya maabudu, pokea sadaka ya maabudu Bwana, pokea. Bwana, sisi tunahitaji tukuabudu Bwana.